Popote ulipo mtu wa Mungu, unaponisikiliza na wasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, akiwa mwamba na mkombozi wetu. Hii ni sauti ya mtu akitokea nyikani. Anakuja kusema tena, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, itengenezeni njia ya Bwana. Popote pale ulipo, tengeneza njia ya Bwana mtu wa Mungu. Tengeneza njia ya Bwana. Njia ya Bwana utetengenezaje? Narudia tena, ni kuacha tu uovu, kuacha ubaya. Yote usiotaka kutendewa, usimtendee mwingine hapa duniani. Na mazuri yote unaotaka kutendewa hapa duniani, tendea wengine mpendwa. Tendea wengine wapendwa. Tendea wengine watu wa Mungu. Yote mabaya unayoyajua kwenye maisha yako, usiopenda ama usiotaka kutendewa na mwanadamu awaye yote, ndugu yangu, hivyo usimtendee mwingine. Na mazuri yote unaotaka kufanyiwa hapa duniani, utendewa hapa duniani, tendea wengine mpendwa. Tendea wengine watu wa Mungu. Hapo utakuwa umetengeneza njia ya Bwana. Utakuwa umetengeneza njia ya Bwana. Bila kukawia, somo yetu ya leo tena inasema sisi twaishi ni kwa ajili ya huyu Mungu. Duniani, watu wa Mungu tunaishi hapa duniani ni kwa ajili tu ya huyu Mungu, ndio tunaishi. Ndio kichwa chetu neno inasema kuishi kwetu hapa duniani twaishi ni kwa ajili ya huyu Mungu. Tutaikuta katika kitabu cha Warumi sura ya 14 na mstari wake wa 8. Nasema tena sura ya 14 Warumi na mstari wake 8. Ndugu yangu, baba yangu, kaka yangu, dada yangu, mpendwa, popote ulipo ulimwenguni unanisikiliza, jua katika maisha yetu yote hapa duniani, maisha ya kanisani ama maisha binafsi. Tukiongelea maisha ya kanisani ni maisha ya Ukristo. Na tukiongelea maisha ya binafsi ni maisha yetu hapa duniani, maisha yote tunayoyaishi kwa kutafuta maisha ya kuishi tu hapa duniani. Yaani maisha tunayoishi na ndugu, jamaa na majirani, ndio maisha tunaongelea ya binafsi. Maisha yetu ya kawaida, ya mizunguko yetu ya kila siku, yote ndugu yangu. Na iwe maisha ya kanisani, hii maisha ya Ukristo, ya wokovu, na hii maisha tu ya kawaida tu ya binafsi. Hapo tunapokuwa tunatafuta maisha kwenye makazi zetu, kwenye masomo, kwenye manyumba zetu, popote pale, kwenye mashamba, mitaani, kwenye biashara yetu, kwenye chochote vyote vile tunavyovifanya hapa duniani. Kwa kusema, kwa kuamua, kwa kufikiria, kwa kutenda, mpendwa, yote inabidi imtukuze Mungu. Mungu aonekane katika maisha yetu yote tunayoyaishi hapa duniani. Maisha yetu ya wokovu inabidi huyu Mungu wa kweli, huyu Mungu wa mbinguni, huyu Mungu wa pekee, huyu Mungu wa baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Isaka na Yakobo, huyu Mungu aliye muonekania Danieli katika pango la simba, huyu Mungu aliye muonekania Shadrake, Meshake na Abednego katika tanuru la moto, huyu Mungu aliyemtokea Musa akimtokea kwenye kijiti kikiungua, kikiwaka moto lakini akiungue. Ndio huyu Mungu ninayemwabudu mimi na ninayemtangaza. Ndio huyu Mungu huyu aonekane katika maisha yetu yote ya binafsi na maisha yetu ya wokovu ya kanisani. Lakini yote tukiyafanya hapa duniani, huyu Mungu asionekane ama asitukuzwe, ndugu yangu, tunafanya kazi bure. Tunafanya kazi bure. Tusome kwanza, tusikie jinsi Mungu anasema katika hiyo Warumi 14 mstari wake wa 8. Nasema, kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana,
Inasema kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Unasikia? Kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Na Bwana Yesu atusaidie sana. Unasikia? Inasema ya kwamba kama tukiishi ama kama tukifa, sisi ni mali ya Bwana. Inamaanisha aje? Kwenye mauti yetu na kwenye maisha yetu, huyu Mungu aonekane, huyu Mungu atukuzwe, huyu Mungu apewe sifa, huyu Mungu aziririke ya kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu wa Mungu. Mpendwa baba yangu, mama yangu, angalia maisha unaoyaishi hapa duniani. Sisi ni mali ya Mungu. Tulitoka kwa Mungu na kwa Mungu tutarudi. Na tunaishi hapa duniani kwa uweza tu na mamlaka na nguvu ya huyu Mungu. Ndio inayotusababisha, inayotusaidia sisi kuishi hapa duniani. Tukiangalia mambo tunayokumbana nayo hapa duniani, mambo tunayoyaona, mambo yanayotupata kwenye maisha yetu, bila mkono wa huyu Mungu kuwepo, hatungekuwa salama. Hatungekuwa salama. Lakini kwa kuwa huyu Mungu wa mbinguni, huyu baba yetu huyu, yeye ndiye aliyetuumba kwa mfano wake, tulitoka kwake na tunaishi kwa ajili yake. Ndio sababu ya kwamba yale yote yanayotupata, yanayosukuma katika ulimwengu ya kuzimu, ulimwengu wa wachawi, ulimwengu wa walozi, wa wanadamu wabaya watufanyie mabaya, hayatupati, ni kwa msaada tu ya huyu Mungu. Ni kwa msaada wa huyu Mungu. Ni kwa msaada ya huyu Mungu mpendwa. Baba yangu, mama yangu, dada yangu, kaka yangu, usiishi kama mataifa kisa wanavyoishi. Ishi ukimtegemea huyu Mungu katika maisha yako yote. Kwa kuwa huyu shetani huyu, nao wanadamu wanaongozwa, wanaokuwa na roho ya kishetani, wanaongozwa na huyu shetani. Kweli ukiangalia mabaya waliokusudia kukufanyia kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye watoto wako, kwenye mke wako, kwenye mume wako, ndugu yangu, bila mkono wa huyu Mungu haungiliepuka. Haungiliepuka milele. Kwa kuwa walikuwa wameandaa maovu moya ajabu kwenye maisha yako. Waliandaa mauti, waliandaa magonjwa, waliandaa maajali ya kila aina, maaksida ya kila aina, waliandaa mateso ya kila aina. Walisema mengi kwa ajili yako na familia yako ili kupate, ikusumbue, kutese. Lakini huyu Mungu amezuia. Sasa ndugu yangu, ukijua ya kwamba adui zako hawalali au hawana muda wa kuja kukwambia kwamba leo tutakuja kukuataki usiku, ama tutakuja kukushambulia usiku, ama mchana, ama sehemu yoyote, tutatumia chochote kile, tukuje tukutese, tukuue, tukumalize. Ndugu yangu, ungekuwa unajua hiyo, najua ungenikesha na unasubiria. Lakini kwa kuwa huyo mwovu hata kuwezaka kukutaarifu, wajibu wako wewe mpendwa, wewe mtu wa Mungu, kila siku uwe umekuwa kwenye zamu, uwe kukua umekesha, uwe unatafakari makuu ya Mungu, kwa kuomba, kwa kusoma neno, kwa kufunga. Yale atakusaidia kuyashinda haya majaribu na kuyashinda kazi ya shetani. Na huyu shetani atakukimbia mpendwa. Ndio sababu neno la Mungu tena linataka kutukumbusha, kama tukiishi tu mali ya Bwana, na kama tukifa tu mali ya Bwana. Au kama tukiishi ama tukifa, sisi ni mali ya Bwana, kwa kuwa tulitoka kwa Mungu na tutarudi kwa Mungu. Ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, inamaanisha ya kwamba wakati yoyote hapa duniani,
katika maisha yako yote ya kutafuta maisha yako yote ya kanisani, kanisani maanisha maisha yako yote ya wokovu, huyu Mungu ashuhudiwe, uwe na huyu Mungu wa kweli. Usijichanganye na mambo ya dunia, usijichanganye na tamaa ya mwili. Kataa dunia na mambo yake, kataa mwili na mambo yake. Umuone tu Mungu kwenye maisha yako. Ndugu yangu, dada yangu, baba yangu mpendwa, wewe tu ukimbia tu uovu, ukimbia mabaya, ukimbia dhambi yote inayoitwa dhambi, chukizo yote. Usifanyie watu mabaya hapa duniani, na usitake kuumiza wengine ama kutendea wengine mabaya. Yote mazuri unayotaka kutendewa, utende wengine, na mabaya yote usiyotaka kutendewa, usitende wengine. Mpendwa, ukiyafanya yale na ukiyaishi yale, hapo huyu Mungu ukifa umali ya Bwana, na ukiishi umali ya Bwana. Kwa kuwa kuishi kwako wewe ni Mungu ndiye anaishi ndani mwako. Kwa kuwa maisha yako umeitoa kwa Mungu, umeitoa kwa Mungu, 100% umeitoa kwa Mungu. Mafikiri yako yote, nguvu zako zote, mawazo yako yote unaitoa kwa Mungu mpendwa. Na hapo ukifa ama ukiishi, wewe ni mali ya Bwana. Wewe ni mali ya Bwana. Kwa kuwa unaishi kwa ajili ya Mungu, na ukifa wewe ni mali ya Mungu. Wewe ni mali ya Bwana. Ndugu yangu, kaka yangu, ona dunia gisi inavyokwenda. Ona maovu gisi inavyopindukia duniani. Ona watu wabaya gisi wanazidi kuongezeka duniani. Ona matendo mabaya gisi yanazidi kuongezeka duniani. Ona tu mauaji tu, vifo moja vya kushtukiza vinaanza kutokea duniani. Yani huyu shetani, kuzimu, wachawi yao wako kwenye zamu, wako kwenye kazi mpendwa. Wanatafuta nafsi yako waiangamize. Wanatafuta kukuua, wanatafuta kuua watoto wako, wanatafuta kuua familia yako, mke wako, jamaa yako, wanatafuta kuua biashara yako, kazi yako yote unayofanya wanatafuta kuyaua. Yani miradi yako yote unayochukua wanatafuta kuyaua. Mpendwa, amuka kwenye usingizi. Usibaki kwenye kusinzia. Usibaki tu ukiona ni iko sawa, sio sawa. Mpendwa, dumu kwa kumtafuta huyu Mungu wa kweli. Acha tu uovu, ubaya, tenda mema, ishi na mema, na utaona mkono wa Mungu kwenye maisha yako, na huyu shetani atakukimbia kwenye maisha yako. Ndugu yangu, wewe ni mali ya Mungu. Wewe ulitoka kwa Mungu. Unaishi kwa nguvu ya Mungu. Shetani hana uwezo, lakini ni sisi tuja tunampatia ile nafasi kuja kutufanyia mabaya, kuja kututendea mabaya, kuja katika mambo yetu yote ya maisha yetu yote, anaingilia kati maisha yetu. Ni sisi tu wapendwa. Ndugu zangu tuamuke, baba zangu tuamuke, mama tuamuke, vijana tuamuke, watoto tuamuke, dada tuamuke, wazee tuamuke, ili tupate kushinda mitego ya shetani. Pamoja na huyu Mungu tutaweza kupendwa, na tutafika salama, na tutamaliza safari yetu salama, na huyu Mungu ataonekana katika maisha yako ya kimwili, ya kibinafsi, na maisha yako yote ya wokovu ya Kikristo. Huyu Mungu ataonekana. Ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, acha huyu Mungu ashuhudiwe ndani mwako. Acha huyu Mungu aonekane ndani mwako. Popote pale kwenye maisha yako, uwe tu na Mungu. Mungu aonekane. Fanya mambo yote bila ujanja. Kinachoshangaza, Wakristo wa leo ni wajanja, ni wanafiki. Wanafanya mambo kwa ujanja, kwa unafiki, lakini yale yote hayamtukuze Mungu. Wanajiita ni Wakristo, lakini matendo yao, kazi zao, yani tabia yao, maisha wanaoyaishi yote yako mbali na huyu Mungu. Ndugu yangu, tutaepuka aje hii mitego ya shetani, na tuko kwenye uovu? Wapendwa, ni swali na wauliza, tutaepuka aje mitego ya shetani, hii maangamizi ya shetani, ya huyu ibilisi, kuzimu, na wachawi, na walozi, na wanadamu wabaya, na hao waganga wa kienyeji? Tutaziepukaje na huku tukiishi kwenye ubaya?
Jibu inasema hatuwezi, hapana. Lakini tukikataa ubaya, tukikataa uovu, tukikataa yote tabia yote mbaya, mwenendo yote mbaya, yote unayoyafanya kwa siri na sio kwa siri, kuyaacha na kuyakataa milele, na umuone tu Mungu kwenye maisha yako. Huyu Mungu njoo atawale, huyu Mungu njoo aonekane maisha yako yote. Hiyo maisha ya ushuhuda, ya kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu na kuwa na Mungu kila siku ya maisha yako. Ndugu yangu, tutaepuka yale mitego ya shetani. Tutashinda. Na hapo tukifa, sisi ni mali ya Mungu. Tutarudi ni kwa Mungu ndio tulitoka. Na tukisha hapa duniani, tunaishi ni kwa ulinzi wa Mungu. Huyu Mungu haizi tupungukia milele, na haizi kutuacha milele. Na hawa wachawi na walozi na hawa wanadamu wabaya watatukimbia milele. Mauti haya yatatukimbia, kwa kuwa tunaye huyu Mungu mzima. Ndugu yangu, nakushauri, nakuja tena kukushauri, uwe na huyu Mungu mzima. Sio huyu Mungu wa midomo tu, ama huyu Mungu wa kujifanya mpole, na kumbi ndani mwako wewe ni fisi, wewe ni umbwa mwitu. Ndugu yangu, utakuwa umejidanganya, na utakuwa umejitesa peke yako, na umejua peke yako, na utamwachia huyu shetani nafasi ya kukutesa, ya kukuharibu, ya kukuua, ya kukutumia gisi anavyotaka, na kucheza na maisha yako. Mpendwa, tusimuruhusu shetani milele kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu zote, kwenye mambo yote tunayoyafanya pa duniani, na kwenye maisha yetu ya wokovu. Tusimuruhusu shetani kuingilia kati. Tukatae kazi zake zote. Tukatae kazi zake zote. Tukatae kazi zake zote. Huku tukimtegemea Mungu, huku tukifanya kazi ya Mungu, huku tukimtukuza Mungu, huku tukikimbia uovu na ubaya, tukikimbia tamaa ya mwili na tamaa ya dunia, na huyu shetani atatukimbia. Na Mungu akubariki, na bariki neno lake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.